nataka wanachungwa waonyeshe taifa lote la Kenya na kama wana ODM ama machua. Unaenda pale taratibu kwa pole, unapiga kura kwa yule ambaye wewe unataka. Sawa sawa. Ikimalizika inahesabiwa, alafu inatangazwa hapa dharani, fulani amepata kura kiasi hii, kiasi hii, kiasi hii. Alafu inajumlisha yote, alafu inatangaza yule ambaye ameteuliwa kama mgombea kiti ya ubunge ya sehemu ya Kibra. Sawa sawa. Hikiwa kama wewe hujakuwa nominated, hiyo sio mwisho wa maisha. Wakati itakuja tena wakati ingine, ama sivyo? Kwa hiyo wewe kama wewe hujachaguliwa, wewe unga mkono yule ambaye amekuwa nominated. Tunaungana. Hii ni kama ile ya ndani ya chama tu. Kama kule Marekani unaona chama ya Democratic Party, wamejitokeza watu karibu 20 na kitu. Mwishowe mtu mmoja atateuliwa, na wale wote ambao watakuwa hawakuteuliwa wataunga mkono yule ambaye ameteuliwa. Wanakuwa kama watu wa Democratic Party sasa na kwenda kumanyana na Republicans. Hiyo ndio maana ya demokrasia. Political party democracy, inter-party democracy tunataka katika taifa letu. Ndio sababu nimekuja hapa ili sisi kama wana Kibra tuweke mfano kwa chama chetu cha ODM ambayo itaigwa wakati ile ya election ambayo inakuja. Mheshimiwa Simbarati amekuja huyo. Sasa jana usiku mimi nilihesabiwa katika nyumbani wangu. Walikuja, wana maswali mengi zaidi ambayo inachukua muda, lakini nataka nyinyi nyote mvumilie. Hii hesabu inafanyika kwa sababu tunataka kujua idadi ya Wakenya sawa sawa. Mara ile nyingine kuna watu ambao walidanganya wakaweka manamba kubwa ambayo hawana. Sasa mara hii serikali nataka izuie hiyo udanganyifu ili tujue kikamilifu ni kwa watu wangapi wako katika Kenya hii. Wamama wangapi wana mimba? Wangapi ambao watazaliwa? Tujue wale watoto ambao watazaliwa ni ngapi. Wale ambao wanazaliwa mwaka huu tunajua baada ya miaka 3 utaenda kwa nursery. Leo sawa? Sasa tutajua wangapi watakuwa kwa nursery. Wale ambao sasa wako miaka 4-5 tunajua wengine utaenda primary mwaka ujao. Wengine mwaka ile nafuata. Namna hiyo. Na leo sawa? Alafu tunataka kujua wale wakongwe ambao wanahitaji huduma ya serikali ni wangapi. Na leo sawa? Alafu vilevile tujue watu wangapi tutakuwa nao ambao watahitaji matibabu. Ili sasa tutapanga bajeti, tunajua pesa ngapi inatakana kwa upande ya matibabu. Ngapi kwa upande ya elimu. Ngapi kwa upande ya kilimo. Na leo sawa? Kwa upande ya uvuvi ni wangapi? Sawa? Hiyo ndio sababu ni muhimu sana tuwe na idadi sawa ya watu ambaye wako katika taifa letu yote kwa jumla. Ndio hii sensa naona itaendelea kwa wiki moja. Nataka kila mtu ahesabiwe, kila mtoto na kadhalika. Sawa? Sasa nyinyi mulisimama imara kabisa mwaka ile. Tulisema kama mbaya ni mbaya. Kara ichangono. Kara ichango. Tulisema ikiwa kama wanapisha, si tulienda Uhuru Park. Watu wa Kibra ndio waliingia alfajiri. Saa 10 alfajiri nasikia kiwanja tayari imejaa. Vijana wanacheza katika kiwanja. Alafu sasa mimi niko na kuwa na bembeleza na wale watu wangu wengine. Mambo ilikuwa mechacha.
Lakini mimi nikasema okane move the lion. Nilikuja. Na nikasema mimi Raila Amolo na watu nyinyi mlikuwa pale. Sio? Sasa mbikavyo mimi natoa shukrani kwenu. Nyinyi ni wote ambao ni wajasiri, washujaa. Nisema tunaenda, sio? Lakini sasa wakasema tuzungumze. Na mimi nikasema ni wale ambao walikula kiapo peke yao ni wanaongea, sio? Sivyo? Simulana mimi nienda nikaongea na Uhuru. Anaketi pale, nimeketi hapa. Tukaenda na yeye, inaitwa Jane down the memory lane. Tulitoka wapi Kenya hii mpaka tuko hapa namna gani? Hii mvua ilianza kutunyeshea sisi wapi? When did the rain begin to beat us as people of Kenya? Tukagundua pale ilikuwa. Kasema pale ndio turudi pale na tutoe dawa. Na wewe ukisimama pale na nisimame hapa, tushikane mkono, tutaweza kutoa Kenya huko chini. Akasema nakubali. Kwa basi tuende tusalimine mbele ya Wakenya. Si alitoa mkono yake na nikampatia yangu. Nilimwambia yeye, sisi tulikuwa nasema tunapeleka watu wetu Canaan. Sio? Sivyo? Hiyo Canaan sio Raila ndiye alisema. Hiyo Canaan iko katika wimbo wetu wa taifa. Ati Mungu nguvu wetu, bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na sio? Kwa kimombo nasema ati plenty be found within. Katika Biblia inchi pale plenty inapatikana ni inchi gani? Gani? Sio? Waanzilishi wa taifa letu ndio walisema hivyo. Hiyo ndio Canaan. Nikamwambia nataka tuende kule. Lakini kwa sababu tulipata mamba katika mto Jordan, tujenge madaraja. Building bridges. Hiyo team sasa iko tayari. Wanaandika ripoti yao. Mwezi ujao wataleta hiyo ripoti kwangu na Uhuru. Na leo sawa. Alafu tutachapisha hadharani. Wakenya wote wataweza kusoma. Na leo vizuri. Wakipendekeza ati tuende kwa referendum, tutaenda. Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Kwa hivyo wale ambao wanaleta mambo mengine ati siji punguza siji nini, iwachane naye. Tuko na mambo mazuri ambayo yametoka kwa Wakenya. Wale ambao wanajua pale ambayo vitu wanawafinya, ambayo itakuja kwa hiyo report ya Building Bridges Initiative. Hiyo report ikitoka tutachapisha. Alafu Wakenya wataangalia, alafu watatoa maoni yao. Ndio baadaye tutaenda kwa mambo ya referendum. Sawa? Kwa hiyo nataka nyinyi wa Kenya msibaki vile mmebaki. Msimame imara. Mimi nimeangalia pale, nimeona kama mawingu imetanda. Mawingu imetanda. Ni ishara kwamba mvua itafanya nini? Itanyesha. Lakini bado kuna upepo. Ile upepo mkali. Waswahili wanaita dharba. Inatoka mashariki kuelekea magharibi. Kaskazini kuelekea kusini. Itachukua takataka yote ya Tanga na kupeleka baharini. Mko tayari? Kibra tialala. Asanteni sana. Simbarati.